Karibu tena kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu vya afya. Naitwa Dr. Kahibi, daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na kizazi. Kama mada hizi zinakusaidia katika kujenga uelewa wako, basi usipite na ukasahau kubonyeza kitufe cha neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata video ninapokuwa nimeachia kwenye YouTube channel yangu. Sasa leo tuna mada nzuri sana inayohusu makosa 10 wanayoyafanya wanandoa wanaotafuta mtoto na yanasababisha wasifanikiwe. Na kati ya makosa hayo 10, kosa namba 8 ni kosa ambalo wengi wamekuwa wakilirudia bila kufahamu na limekuwa likiwazuia kufanikiwa kupata mtoto. Hebu fuatana nami sasa uweze kujua ni makosa yapi hayo ambayo huchelewesha kwa baadhi ya wanandoa kupata mtoto wanapokuwa wanahitaji mtoto. Kosa namba 1 wanalolifanya wanandoa ambao wanatafuta mtoto na wasifanikiwe ni kutokufahamu siku za rutuba au siku za ovulation. Baadhi ya wanandoa hawajui kwamba ovulation huwa inatokea wapi. Sasa siku ya ovulation kwa kawaida huwa ni siku ya 14 kwa wanawake wenye mzunguko wa siku 28, lakini unaweza ukaongeza siku 3 mbele au ukarudi siku 3 nyuma. Kwa hiyo hii ndizo siku ambazo mara nyingi mimba huwa inapatikana. Kwa hiyo asilimia kubwa au baadhi ya watu huwa hawajui kwamba siku ya ovulation ni ipi. Kwa hiyo hii inakwamisha wao kufanikiwa. Kosa la pili ambalo wanalifanya wanandoa ni kushiriki tendo la ndoa mara chache sana au kupita kiasi. Baadhi ya wanandoa wanakwama kwa sababu hii. Ukiwa unafanya tendo la ndoa mara chache sana, unapunguza nafasi ya kuweza kupata ujauzito. Kwa sababu gani? Kwa mfano, unaweza ukafanya leo, alafu yai likaja siku 2 baadaye, alafu siku hiyo haukukutana na mwenza wako, hakuna mimba itakayoingia. Lakini kwa wale ambao wanafanya mara nyingi sana, hii nayo kupunguza chansi ya mimba kuingia, kwa sababu quality ya mbegu huwa inaenda inapungua kwa mwanaume. Kwa hiyo lazima ufanye angalau siku 1 hadi 2 wakati wa hizo siku za rutuba, na huwa tunashauri angalau kwenye zile siku 2 mpaka 5 uwe unafanya mara 1 kila siku, na tunashauri ni usiku tu wakati mnafanya na unakwenda kulala, ili uruhusu mbegu ziweze kutembea. Lakini kosa namba 3 wanalolifanya wanandoa ni kuchelewa kufanya uchunguzi wa afya. Wengi hutegemea maombi kwamba itafika wakati Mungu atatujalia tu, siku zinakwenda na miaka inakwenda. Kwa hiyo wengi husubiri mpaka muda mrefu sana pasipo kwenda kuchunguza afya, na ndio maana tunashauri kwa mwanamke ambaye ana chini ya miaka 35, ukitafuta mtoto ndani ya mwaka 1 na usifanikiwe, nenda kafanye uchunguzi. Na kwa mwanamke ambaye ana miaka 35 na kuendelea, ukitafuta mtoto kwa muda wa miezi 6 na usipate, nenda kafanyiwe uchunguzi wa kiafya kujua shida ni nini. Sababu ya 4 ambayo sasa na yenyewe hii ni sababu ambayo ni kubwa, ni kumlaumu mwanamke peke yake. Jamii inaamini wanaume huwa hatuwezi kuwa wagumba, lakini nikwambie tu kwamba sayansi ya sasa inasema kwamba 40% ya ugumba kwenye ndoa unachangiwa na mwanaume. Kwa hiyo swala la kumlaumu mwanamke peke yake, utakuwa unapoteza muda wako. Kwa hiyo sio swala la kulaumiana. Kwa hiyo wengi wanakaa ndani na kulaumiana kwamba wewe ndio sababu, wewe ndio sababu. Kumbe mnapaswa kwenda kufanya uchunguzi ili sababu ijulikane. Lakini sababu namba 5 ni mtindo mbaya wa maisha. Kwa mfano, kuvuta sigara, kunywa pombe,
uzito kupita kiasi kwa maana ya vitambi au uzito kuwa mdogo sana. Mwanamke anapokuwa na kitambi au anakuwa na uzito uliozidi, hii huconfuse hata utengenezaji wa mayai. Vivyo hivyo kwa mwanamke aliye na uzito mdogo kupita kiasi, wakati mwingine hata hedhi huwa hawaoni kwa sababu mayai huwa hayatengenezwi. Lakini sababu namba 6 ni pamoja na kuwa na msongo wa mawazo. Kumbuka, familia inayotafuta mtoto huwa wanakuwa na stress. Sasa ukichukua ile stress ya kutopata mtoto alafu ukajumlisha na changamoto iliyoko ndani ya mwili, matokeo yake ndiyo unaongeza tatizo. Kwa hiyo si swala la kulaumiana na kutiana pressure ndani, kwani hivi husababisha kuchelewa upatikanaji wa mtoto. Sababu nyingine namba 7 ni pamoja na kutotibu magonjwa ya uzazi mapema. Kwa mfano, changamoto ya polycystic ovarian syndrome, ugonjwa wa ovary ya PCOS. Sasa ukiwa na changamoto hii au ukawa na changamoto ya endometriosis au ukawa na chango la uzazi kwa wanawake kwa maana ya PID, usipotibu mapema, haya yote huchelewesha upatikanaji wa mtoto. Sababu namba 8, kutegemea sana njia za asili peke yake. Asilimia kubwa ya wanandoa wanaposhindwa kupata mtoto hukimbilia kwenye tiba mbadala au dawa za asili. Kwa hiyo ataanza kutumia dawa za asili kwa muda mrefu pasipo kujua hata changamoto yake ni nini. Kumbe wakati mwingine unakuta labda changamoto ni ya homoni au unakuta mirija ile ya kupitisha mayai pengine imeziba. Kwa hiyo kutegemea dawa za asili peke yake bila kufanya uchunguzi, utakuwa unajichelewesha mwenyewe kupata mtoto. Na sababu hii namba 8 ndiyo ambayo watu wengi sana wanaitegemea. Kwa nini wanaitegemea? Kwa sababu wanaamini huko ndiko kuna majibu ya kuwasaidia kupata mtoto. Sababu namba 9 ni kutotumia vipimo sahihi vya ovulation. Kuna vipimo ambavyo kwa kawaida huwa tunapima ovulation kwa maana ya kuangalia yai linapevuka wakati gani, na vipimo hivi huwa vinapatikana na tunawaelekeza wateja wetu atumie kwa siku hizi na hizi na hizi. Hiyo itamsaidia kuratibu au kumonitor ovulation. Na sababu namba 10 ni kukata tamaa mapema. Sasa kwenye kukata tamaa hapa ndipo changamoto ilipo. Watu wengi wakitafuta mtoto ndani ya miezi 2-3 anategemea apate mtoto, lakini nikwambie tu kwamba moja ya changamoto ambazo madaktari tunapata tabu kushughulika nazo ni pamoja na changamoto za ugumba. Kwa hiyo wewe ukienda kwa daktari unatafuta mtoto, usitegemee ndani ya miezi 2-3 utakuwa umeshabeba ujauzito. Kuna baadhi ya changamoto itakuchukua mpaka mwaka mzima unatumia dawa na mwisho wa siku utafanikiwa. Kwa hiyo kukata tamaa ndiyo changamoto kubwa, lakini naomba nikuongezee na ya mwisho, kubadilisha hospitali na madaktari. Leo unakuja kwangu Dr. Kahidi na kutibu miezi 2, unaona hujafanikiwa, unaondoka unaenda hospitali nyingine. Kule nako utakwenda ukae miezi 3, hujafanikiwa, unaondoka unakwenda hospitali nyingine. Kwa hiyo kubadilisha madaktari na hospitali, hii nalo ni tatizo kubwa linalokufelisha wewe mwanandoa unayetafuta mtoto. Endelea kunifuatilia katika masomo haya yanayoweza kukujengea uwezo na kukusaidia ili mwisho wa siku uweze kupata suluhisho la tatizo lako. Na usisahau kusubscribe, usisahau kukomenti, lakini pia like na kushare ili watu wengi wafikiwe na ujumbe huu ninaoutoa. Asante kwa kunisikiliza.